Keda. Kisii County. Kisii County has 9 MPs. 9 constituencies. And Nyamira 4 constituencies. The community that too. And then Kisii County ena fegi gemono Kisii town ena fegi 21 banks. 21 banks. Kwenda fegi 21 banks kwa hivyo hiyo ndio inafanya tunakuwa paka na Central Bank. Ndio kwenda biashara gemono. Wabere ndacokia ngatho tukwaria uguo tukutia tukiaria githwe ketwaria uguo niguo andu makuigwe wega riu tanjira ati riu andu nimegwetereire gutire renda ndaigwe riu andu nimekwendaga ukuona uguo no nginyagia ucoke uke Inoro TV twarie live riu ni ndagwita tondu wewe whip no they no abuge whip ni mundu wa whip andu whip ni mutongoria wa bunge ya wena whip majority and minority ni the whip wa majority tondu wa kiama kiria kina andu aingi bunge ni riu we munini wa Ichung'wa whip na office ya independent. Okay. Munini wa Ichung'wa etagwo Owen Baya. Wena deputy majority whip. Deputy majority leader. Na kwena office ya chief whip. And then deputy chief whip. Wera wa whip ne wera mwingi mono. Unaweka committees. Unatoa committee mtu unasukuma biashara ya serikali bungeni you discipline those who are indisciplined nako nitaishio kogo kode bunge ngoro ne darama no ko duta kamete ya budget odware riko kamete ya kuruga Wera wa whip ni disciplinarian rira kurendwo ginya kuruta andu wera ginya hata hiyo ya deputy president former wera wa whip so niguo get members guikia kura aingi wera wa whip in case government business fails in the floor of the house, the whip must resign. So if donahota ko whip ado the party can also discipline you ekoherie gete. Yes. Okay. Ndanyita riu miaka ni they keep our government bungeni. Riu kugo no na wathurwo na kema kia UDA. Okay. Riu miaka iri ni yathira Osoro. Thirikari yanyu ya Kenya Kwanza ni atia ikite ito twerekeire githurano mweri 10 wa kanana 2027 maodo maige muno maodo maige muno ani joe no uko oria maodo arioe roi waira ndwende kwenda mwera ni ile ndo bottom up oroikie pesa mfukoni leu ukiuga oro wa health ukiuga oro wa housing ukiuga oro wa keke sitima para manyumba hiyo karatisio Kisii mwena cio nyumba icio nyingi muno ni irakwo constituency the Kisii geti kwena nyumba cia affordable housing by the way the 13 constituencies kwa tuena megoda benini mono tuenda ko jenga kwenda juu the Kisii is the most populated area in Kenya shamba zimekuwa kidogo let me explain to you miaka ere no
we have managed kuweka health system in a good format. Yes. From the defunct NHIF now to SHA. Initially, we had challenges with SHA. But over time, that which is now the universal health coverage, it has started working, and you can see in fact, you will hear experiences from different hopes. Where there are 10 people, you will hear watu watatu walifaidika, watu wawili walipata, mtu mmoja, you know, those are positive experiences towards the right direction. Now, this universal healthcare imeua system ya ukora yenye ilikuwa kwa NHIF. Where you can agree with me, NHIF kitambo ilikuwa inalipa to be bed only. You know, you would be told you're going to the hospital and you pay bed only. But nowadays, it can even cater, SHA can cater for the universal health coverage that we have. It can cater up to the surgeries, as long as you've gone to the right clustered hospital. Kitambo, hospitali za kawaida, mtu alikuwa anaanza clinic kwa shopping center, anaregister na NHIF, na ukienda huko anajifanya ako na machinery ya kufanya operation, watu wanakufa. Siku hizi, if you are not qualified to be a certain cluster of a health center, you cannot do a certain surgery. You will need to go to a higher hospital. That is harmonizing the health system that we promised when we talk about the, you know, universal health coverage. That is what we meant. Like I hear people complain, why are you changing this? But we promised you that we will change. Well, I mean, you said chagua sisi mutulete change, and that is the change. Change cannot be brought within the same house. You bring change. Yes. And we saw NHIF was not really working, and even in terms of contribution, haikuwa universal. It wasn't uniform. Like an MP earns over 800,000 was paying 1,700, contribution of 1,700. No karia gikoyo hanini. Aya. Kogo mwana ga 800. Contribution yake ni sigana 1,700. No gewa giri igana na contribution yake ni sigana 1,700. Where is fairness? Hawati fairness. Wenda kuwa we dereva waku ri. Nawe mwautaga mbeca ta imwe. Hida NHIF. Exactly. 17. No, riu urauta thaici 2.75%. Edesi ya domara utaga a percentage ya biet yao. Niye de muvugera na salary yakwa ginya responsibility hours na ido sio the one ne giri ne milioni yemwe 2.75 yokaga sigana 27,000 edesi dia 27,000 na modoge wa musara mudidi giri sigana giri 10 2.75 ne sigana about 275 shillings. Less than 250. Less than 300 shillings. Exactly. So that's fairness. The fairness. Hiyo ndio tunasemea ya kwamba kuwe na fairness ya kwamba kwa health sector. Hiyo da contribute bia nyige. Todo de muzara wako na mono. No kuna andu moragia atiriri osoro. Tiga toguo watariria ri. Hivyo umeeleza. Kai gutare kwagya na kite ya gwika public participation toguo uga thivitari, you know, premiums ufatie kuri ho, is it the entire year? When wona kata mwikite enough ku explain rado. No, you see hii ni process. Hii ni mwaka ya kwanza. Okay. Tunaambia watu wakuwe patient, hawaziki. Lakini si uchaguzi ni under 2 years bwana. No, lakini system ya health pia imekuwa ya 40 years. We cannot change within 2 years. Hii system ya NHIF imekuwa kutoka 1978. Okay. You know? So, hata kubadilisha kwake tukiingia SHA, lazima tuendelee ku grow gradually.
Sasa ni vile watu wanataka tumalize kila kitu yenye iko malizwa na miaka 50. It is not possible. So ikamachua talut ogora M-Pesa ya bekiro 2002 how so like 10-20 years ukimero lare. Yes. Igastabilize. Ogere system weke na M-Pesa to compete with M-Pesa. Yes. I mean, really, they can't move with the same rate. Yes. That is why ukiangalia system ya M-Pesa ya Airtel, you know, I don't even know how it's called, Airtel Money. It has never fixed because sikupenda. Emwe na 20 years. And the other one unapata imekuwa kama copy paste, and you know you have to take a bit of time. Yes. Kwa hiyo ne health care teething problem. Okay, na icho tukakuhaniria niguo na twari wega tone njo wi kuraihu. Halafu rere pending bills mukare hari. Tiao. Ya ministry sireko. Ici twiragwo ici mura cia NHIF ni kare ho. Kana icio hatire kondo. Ici ore. Nejora nago. The scrutiny yenye inafanywa kwa hizo pending bills is very serious. Ulikuwa unapata claim moja ya hospitali iko stay in my village Nyakorere, a hospital that has never done surgery. Ilikuwa na claim ya milioni 50. 50 million. 50 million. In my village. A hospital that has never done surgery. Iko na theater. Hiyo iko huko. Like hiyo nya iko. Haina theater. Na ina claim nini? Ilikuwa inasema itapeleka another hospital that is next. So they are claiming 50 and that hospital is also claiming 50. And you see, hiyo ni village yangu peke yangu. You can imagine what about other villages across the country. Yes. Na hao sasa ndio wanasaidia sana kufinya hii SHA. Those are the people ukienda hospitali because anajua hospitali yake imefinywa and is a medical doctor employed ameajiriwa for example Kiambu level 5. Na hospitali yake akona false claim. Ukienda huko anakuambia lipa cash. Wanatuambia hivyo atalipa cash halafu wewe da. Ama consultancy. Yes, number 1. Yeye hajakuwa clustered kufanya hiyo kazi yenye umempelekea huko afanye. Level yake ni iko chini kidogo. Okay. So ukienda kwake anakuambia lipa cash shaifanyi na unaamini. Instead of you going kwa hospitali yenye imequalify kufanya hiyo ajari yako yenye inatakikana kufanya. Because what we said, cluster 1 and cluster 2 is free. Primary health care is free. These are hospitals that dispensary, you just to go in and walk out. Yes. Hakuna kununua dawa. Lakini ile inahitaji procedure, you must know which level of the hospital you are going to. Yes. Wacha tukuje sasa pending bills za hizi zingine. Sijui ziko 700 bill. Cia mavarabara, cia dwa supply ile. Attention yo marandege na nime kurihwo kana ona cio ni ile ko scrutiny. Gwere. You know farafara always welcome to scrutiny because you see the road. It's either you've done the road or you've not done the road. Yes. It is simple as that. Umefanya barabara mujafanya. But now tulikuwa na challenge wakati tuliingia uongozini na mulisikia mheshimiwa Gachagua akiwaambia ya kwamba tulikuwa na challenge ya madeni na pesa iko inatosha. And tukaamua kusimamisha every project ambayo ilikuwa kwa sababu hatungeweza kulipa contractor. Yes. Sasa mwaka ya pili ambayo ilikuwa 2024 tukajaribu kuraise pesa ndio tuweze kubalance ile balance sheet yetu through balancing taxes kidogo, kupunguza hapa, kuongeza hapa, kuona mahali tunaweza saidika. Mimi na wewe tunajua what happened in this country. Mukasema reject. Sasa ile reject vitu mzuri na zile mbaya. So we could not raise enough money ya kuweza kulipa pending bills hata ya barabara na barabara ziweze kurudi. Saa hii mwaka tumefanya kitu inaitwa securitization. We have securitized, tumesecuritize pesa, tumeweka loan.
security, tukachukua loan ni kama kuchukua loan kwa bank against ile pesa yenye tunalipanga ya fuel levy. Kwena by the way, I don't know whether people know, anytime you pay fuel kuna kitu inaitwa levy ya fuel, alafu kuna taxes pia. So there is about 7 shillings that is supposed to go to maintenance of the roads. Tukatoa hiyo pesa tukaifanya security ndio tuweze kupata loan ya kulipa pending bills. Ndio maana unaona barabara kama ya Mau contractor amerudi. Okay. Na zingine Kenya. Kwenu kunazo? Kwetu kama kwangu kwa kijiji yangu ilikuwa imekwama, zimerudi. Okay. Na ni Kenya mzima zote contractor wamerudishwa. Nilikuwa nimeelezwa kwamba they were paid 40%. Yes, it's a process. When you securitize, walipewa 40% ya kwanza wakaambiwa warudi. Okay. Sasa wakarudi. Or 40% of your pending bill. 40% whether it is pending bill or the contract had been signed na hakuwa amepewa pesa hata ya kwanza. Okay. As long as contract ilikuwa signed, walipewa pesa 40%. Wengi wamerudi. Alafu hii mwezi wanapewa, ukisukuma kidogo a milestone of about 5 kilometers, 6, 7, 10 depending na size ya barabara, unaongezewa another 30%. 30%. So inakuja sasa 70%. Yes. Okay. Alafu mamogere 30% ya mwisho. Koguo icio mota ukoro mureketie mwaka uyu no yungi. Eni. Okay. Hatutafikisha February next year. Barabara zote zitakuwa zimeisha. So now we'll start now new roads. Tutaanza sasa new roads kuanzia that season. Okay. Zetu za William sasa. Kwa sababu zilikuwa wakati wao na Uhuru. Yes. Sasa kuna hili swala la funding model ya university na capitation, na nimeona umeangusha kidogo bwana. Umeona 117 billion. Sasa wacha nikueleza. Hii Kenya lazima ingeenda hiyo direction. Ndio maana unasikia kelele kidogo. You know, ukiangalia universities zilikuwa zimefungwa kama zote. Yes. Moi University ilikuwa inakufa. Egerton ilikuwa inakufa. All university, hata Nairobi yenye kila mtu alikuwa anajisifia, ilikuwa inaenda chini. Zilikuwa zinaenda chini kwa sababu zina depend on what we call government for survival. Zina depend on exchequer. Zilikuwa zinategemea pesa ya kutoka kwa serikali. Yes. Lakini sasa swali ni hii. Mimi niko na watoto wanasoma shule mzuri hapa Nairobi. And wanalipa fees vizuri nini na pesa kama hiyo. Alafu wanaenda secondary, najikaza na wapeleka pengine Alliance, na wapeleka Starehe, ama shule mzuri nalipa fees. Lakini ikifika university nataka walipe 10,000. Yet I am able to raise the amount I've been raising kutoka primary. Because nowadays wazazi ulipa pesa mingi kwa primary kuliko hata secondary. Hata kwa academy. Kwa hizi academy. Alafu akifika university anataka masomo ikuwe free. Sasa unapata universities zinaenda zikifa kwa sababu haiwezi run na kutegemea serikali. Serikali unapata iko na mahitaji nyingi, walimu ndio wanagoma, counties zinataka pesa, kila mtu akipata ajali kwa barabara serikali saidia, kishida kidogo serikali. Hii serikali ni monster gani hii, iko na pesa gani kuheshimu? You know? Everybody akipata anything, serikali. Ukifungua TV, barabara ikiharibika serikali. Yet we are not able to meet that because demands za pesa zimekuwa mingi. Yes. So watu wakaambiwa ya kwamba kama uliweza kulipa primary pesa fulani, watakuwa wanafanya checking, kuna jina wanatumia hapo, wanaangalia capability yako. Manasema means testing. Yes. Mean checking. Primary uliweza kupeleka mtoto say Riara. Secondary uliweza kupeleka mtoto Riara ama Starehe ama Alliance. Mangu. Sasa kwa hivyo hata hii university utaweza kulipa pesa. Mbona tukulipie
wewe peke yako wewe ulipe 16,000, sisi tukulipia 70,000. That is why unaona Egerton University imeanza kurudi normal. Ndio maana umeona Kisii University imeanza kurudi normal. Ilikuwa imekufa. Moi University imeanza kurudi normal. Hizo ndio vitu watu hawataki kusikia. Wakisikia hiyo wanakasirika. Wanasema huyu mtu amekuja kuchange vitu mara moja. Somebody ought to have done something to change the country. Lakini Mheshimiwa Osoro, Auditor General anasema public schools are defunded to a tune of 117 billion. Capitation. Sasa shule zingine zilikuwa zina make, sasa hiyo ni you talk about primary na secondary. Both total primary ni kuna secondary schools most affected 71 billion shillings, junior high 31 billion, so that is 14 billion respectively. Sasa what happened is this. Kulianza kupatikana pia na false claims kwa mashule. False population kwa mashule. Ya kwamba shule ina claim mwaka iko na wanafunzi 300. But when you do check unapata kidogo wako wanafunzi 150, 120, but vitabu zinaonyesha wako 300. So government decided to release pesa based on the number wamefanya head count. But what the Auditor General has is what was on the record. Okay. Which needs now to be verified with the record of the Ministry of Education when they did an independent head count. Okay. So unajua Kenya watu ni wakora tu, kila mtu ni mkora. Wasema ukora ulikuwa kila mahali. Ukora ilikuwa kila mahali, ni vile sasa kila mtu anakasirika, ukora ni kama inapunguzwa. Sasa unapata kila mtu anaita kila mtu ukora, ni kila mahali. Watu wamekosa opportunity ya kuwa wakora. Ukiwapea opportunity kila mtu anakuwa mkora. Akifukuzwa kupata opportunity anaanza kuita wale wengine wakora. Sasa dunia iko hivyo. Now niki tukichamania nawe ndakuririe Kisii University rene atia tondu hetwo arutwo aingĩ ũguo. Gedi Kisii University was allocated 16,000 students. You know that is kai irene Osoro, yani Kisii University from CUPS inakuwa na allocation kubwa. Nejo ndaigwa Nairobi Kenyatta University bwana. You know what they do? What CUPS does besides CUPS ni system. It's a system. There is no corruption hapo. Ni system. Sio vipindi. What happens is this. They look at the infrastructure of a school, of a university. Vis-a-vis the current population. Kenyatta University in terms of infrastructure is very good. Over the years imekuwa ikipata wanafunzi wengi. Sasa wakati wakaangalia in comparison with Kisii University, wakaona kwamba hii infrastructure will bloat the population tukiendelea kuongeza. It's a system thing. So Kisii kuna infrastructure which are not used, they are utilized. Wakawaongeza, wakawapatia wanafunzi. Lakini hakuna boarding facilities. University. No, we have so many hostels. Kisii is a very big city. I come from there. Lakini watoto wana board nje. Or that or allocation ya CUPS is not bed capacity. No. It is in capacity of courses. It has nothing to do with the maneno ya hostels. Okay. It is the capacity of the capability of the school to teach. Do they have enough staffing? Do they have enough infrastructure? Because accommodation, students can even go out. It doesn't really matter about the accommodation. It's independent. You know, watu wa ngambo hii wanasema Adwa kiremate tondu ministers othe makoragwo maumite Githii. Wadeguo Matiang'i, Machogu uria wikuo, Professor Samuel Ngeri. Aya, na ndiye we ndiye niko hoja terere. President
o atongoria bururi ya Kenya othe aumite ku atatu maumite kirima mwaka uma nja wa kirima haya ndokire ere maumite nja wa kirima atatu kirima exactly so we can't go that direction and the means all the matiangi moneno wa muthigari days ni uriko kaja ni wako no Akieni Nyeri aya na the previous one Wahome yaumite Meru ni wako ni wakire matigara na Meru ndaigua ndurenda no wega but rĩrĩa ũgete 16,000 nĩ ũkĩrĩtie economy ya gĩthi ĩkarirũka ĩgokĩra nayo kana 16,000 by the way even that 16,000 is exaggerated to start with system kweli kabisa kwanza tuanzie hapo even before we even proceed system allocated 16,000 yes but sio watu wote waliattend wengine walitoka about 4,000 left walikuwa wanataka kukuja Nairobi ama kana walikuwa wanataka Nairobi wakaamua wakaenda private in fact the system this time round I suspect and I foresee the system allocating Kisii University 20,000 no dia tatigarira uri ukare tugachira gachira kau endo igwe 60,000 20,000 no kora kinyatara yo ngiri nyanya na ngiri mugwanja balance gap eno ya 4,000 hiyo ya ikubika no ega tajate Osoro tondu ni njui we mundu munini ri you know yani there is your young registrator you know nyoe 42 ciana ire iretirwo university irare na C+ guthie na iguru ri na dimension ciana ngiri 42 ni iraregire guthie university ndio kana umenyete uguo ciana riu ta icio wagweta ngiri 42 out of the total students era mana heiro marwa ne CUPS maralokitwo different universities ri itondo mana C+ wakora ngiri 42 ne mararegire Bejoy is it material githomo kia university kana niki itondo acio ni oheaga basa riri tibia na tibasa niki bareda re by the way we really need to have a generational conversation and that is why tuna insist itu tumekuwa na watoto generation ya watoto ambao wameanza kukua kutoelewa maisha of course out of that kuna wale wanaenda kwa hizi vitu ndogo hizi which is okay kazi ya mikono which is actually well paying courses kama TVET those kind of TVET institutes tailoring KMTC sometimes they do small courses and everything na maisha inaendelea lakini pia kuna wale wengine wanaishi social media kusema mimi na get to social media na you don't need papers to make money it's also a generational challenge okay. it's becoming a parental issue so we need to have a national conversation yes it's also becoming a moral decay so you force somebody to go to that is why squeeze ukienda kwa university unapata kuna adult learning mtu amejigundua akiwa 35 that he needs to have a degree to grow ndiye anaanza kuingia kuchukua masters za maisha all those kind of things that you ought to have done ukiwa mtu mdogo so we have a challenge kwa generation ya kwamba we've lost mentorship and this is ni sisi sasa wenye tuko millennials tunafaa kufunza hawa wadogo because most people wenye wamekuwa kukataa kwenda shule ni majenzi sasa IBC sasa iko unajua kuna watu walikuwa wanasema ati kui marauga one term kui marauga two terms leo le mwenda tuna IBC yeye wa two term by the way wewe wa two term unataka kuona guvia ya two term we two term ni kugata Osoro two term ni kugata rere tuongerera mutongore wa bururi term yake arekiwira athie miaka 10 eni arekia
ya mbere 5 one term ne miaka 5 tumuongerere tamu yake ayage maroga one term wanasema ene miaka 5 peke yake. Leo todo lu already twena IBC etiguo koguo githurano ne mweri 10 wena na 2027 eni ni urata gugwikwo delimitation ni urata mihake kugayo ringi review about that ni urata ta ikugayo kweli lewa wega uria ringi ndakuria tiriri you know tware tugie na electoral boundaries review gutire irare ko after 10-12 years gutire yes gutire iria ciarigire gutire budget gutire bia elections it's about 2 years or less than 30 it's not possible. So Kenya has no money. I business with the court, watafute now that we have a fully constituted IBC, they will go to court to watafute. I suspect that's what they'll do. So they know akili. They wataenda kotini, they'll look for in the court interpretation. They explain themselves. It's not tenable, this and this, so that we don't bring a crisis. Then the court will give an advisory. Okay. It's not possible. By the way, Kenya it's a very emotional country. Ukifanya namna hiyo saa hii tutaanza kupigana, si kupigana vitu ndogo ndogo. Ati sasa isemekane huko mnyang'anywe constitution moja huko Kisii. Na unajua ado watu term sasa for example ninyang'anye constituency sasa si nitasema one term. Na sasa IBC Osoro watafanya hii kitu paperless, watatumia tu manuals zile za kitambo kama tunatuma pesa Osoro kupitia M-Pesa, you know, mobile money. Why not kwa nini tusitumie mtandao kupiga kura? Why do I need to go and queue? Kama nikitaka kukununulia kachai na kuwekea tu pesa kwa simu yako, why not vote? So that now kama hii pesa wanaitisha sijui kama ni 60 billion, at least wafanye hii kitu iwe paperless. Is it possible? It is not possible. Wewe kwa sababu kuna hiyo mtandao unaongea rahisi hivyo. What about your parents at home and your siblings and the grandparents and those people who didn't go to school? So this time you are voting will forever be as it is. In fact, even in world over, hata even in the US, people have a post. It's not just manual, and it's not just digital. There is a section for digital, and there is that very day where people will just vote anyway. But Kenya challenge is trust. Until uone watu wamepanga laini, utasikia ni kama niliongeza watu kama Tarakaniti. Lakini Osoro kwa sababu najua ni mwanasiasa, watu wanasema ati githurano githiragira polling station ni undu wa form 34A. Yes. No ni kwina andu mekiraga kura na magakaihuria 34A. Atea ihuria atea yagekira itari ciake. How? And you have agents. Kuria gutari na agents. You know, when there is a dominant party, but it is the responsibility of a candidate to have agent. If you have no agent, you are careless. Don't blame IBC. Lakini but this is a scenario. Sorry, see, it is possible. No, it is not. You know, I have been elected twice. Every polling station I put my agent. Oh. Every polling, and in fact, hii apili nilichaguliwa na shida. Hii ndio apili yenye nilikuwa napigwa na Matiang'i. Alikuwa sema nisifai kuchaguliwa huko. Na unajua atakuuliza kumhusu. Sasa, hebu nikuulize Osoro,
Do you need money to be an MP? You need goodwill. Money is just you need goodwill and you need unafaa kukaribia tu watu sana. Money will help you move around because you also need kuweka gari mafuta, unahitaji kuenda kwa watu na ina depend vile unajipackage. Ingine sasa kwa raia siku hizi pia bila pesa hawakuheshimu. No ginyo corona besha. Besha. Emi dare besha. Sita koini. You compare ataenda kuiba. Sasa that is a problem. Kama kwani watu wanatumia pesa mingi, unajua kwetu ni kuga Kiremari. Nijua kwenda andu matumagira milioni 50 kana igana ngeuria agacokia mbeca icio atia icio ciothe kai kwanyu mutumagira tunini atia wanadanganya maheni mundu abatie gutumira ta mbeca cigana hari mundu rakuigua na nwende kuru milioni 10 tu milioni 5 milioni 15 hau kuma kiambiriria kinya aidha constituency yakwa ena kura igana rimwe 100,000 ngiri igana and I spend about 10 million or 15. Watu wetu wamesikia hapo leo letake tokerere osoro horo wigie NGCDF turerirwo riu nemura ikirie tare watho irari atia na riu ihana atia horo wigie NGCDF mawe de Mombadare tauma koti ine umothe tulikuwa na kesi ya kudefend IBC na de wakili wa bunge. Let me tell you, IBC imefanya kazi mzuri sana Kenya hii. Na ukiangalia wabunge wote si wote wanasikizana na serikali. Lakini kazi inaendelea. If you remove IBC completely, I mean NGCDF completely from pesa ya kutumia Kenya hii. Wale wabunge wenye for example wanasema one term watasurvive aje? So watu wale wanasema one term na two term for NGCDF mko pamoja. Yes. Kwa sababu it should not be ya kwamba development ni nani ya in power. Sasa yule anasema one term akona pesa ya kupeleka ya kusukuma maendeleo madarasa, mashule, manini, mabasari. Yule akisema two term akona hiyo pesa. Lakini mkikubali ati hiyo vitu itolewe. Mtu anasema one term haoni barabara kwake, hata haona darasa kwake, hata haona basari kwake. So what kind of life is that? Lakini involvement ya MP kwa NGCDF inakuwa nini? Ni oversight na ni katiba vile nasema article 95. So you are not a patron? Patron is oversight. You oversight. We are patrons of even national cake. Okay. Ungeni mimi ndio napitisha national cake ya serikali. So mimi na patronize. Nikiketi kule bungeni naamua hii pesa iende kwa hii ministry. Hiyo ni kupatronize. Kwa NGCDF we have very limited role. Komiti inaangalia inasema hii shule ijengwe. Sisi tuna patronize, wanatuletea tuna agree kwa sababu ni pesa ya serikali. Lakini si wanaona mnasambaza hizi machecks. It is part of patronizing. But there is an officer wa serikali anahusika. As an officer. Yes, because sisi hatuna, we are not IAO holders. Mimi siwezi toa hiyo pesa kwa account. Hata sijui account ni gani wanaweka. Hiyo pesa iko na DC, accountant. I mean the DC and then district accountant. Wale walikuwa naitwa sub county accountant, kitabu walikuwa naitwa district accountant. Alafu iko na fund manager, alafu iko na committee chair, iko na secretary. To still CDF you need at least 15 people. You convince 15 people wa kutole, which is not possible. That is why CDF is fell than at county government fund. Yani osoro haziwezi kukutana na uniambie Waihura chika hii milioni 1 uende ufanya biashara unirudishia nje. Kwa CDF hawezi. CDF hata na dawa hawezi. That is why you can count
out of 349 members of parliament, plus of course women reps, because pia wao kana similar ngap amount. Kama ingekuwa inaibua, ungekuwa unasikia corruption cases in the high rate based on the numbers we have. Yes. Ungekuwa unasikia 50 MPs, 100 MPs, lakini governors wako 47 peke yake, lakini unasikia governors watano wanashikwa sijui yako na corruption case. Yet they are only 47. So NGCDF inasaidia watu kuliko hii pesa county government wanapewa. Wewe mwenyewe unajua ukitembea Kenya mzima ama constituency yako leo, nataka kesho utembee, utaona project ya CDF lakini hautaona ya county. Na utasikia mabilioni ingie kwa county lakini uone. I keep saying you will need a microscope to see what counties do. Sisi huwa mnafanya division of revenue. Basi huwa mnawapatia pesa kufanyia nini? Tuna devolve corruption. Do we need 47 counties? We don't need it. It's a waste of resources. If I was given an opportunity today, kuna vitu naweza toa mara moja. Ya kwanza ningetoa hiyo maneno inaitwa 47 counties, tukue na 8 counties peke yake. Kama hizo provinces ya kitambo. Kama ile ya kitambo, lakini sasa ikuwe county peke yake na tutengeneze sheria ndio wengine wasionekane ni kama wanarudi nyuma, ikuwe rotational. Kwa hizo county kiongozi kama ametoka kwa hii ethnic group, next asitoke hapo. Ama kama ni the same ethnic group zizunguke na the sub counties. Okay. That hii kiongozi ametoka hii season aende kwingine. You see the way Tanzania does. Kiongozi akitoka bara, mwingine sio atoke Zanzibar, something like that. Yeah. Number 2, kitu mimi naweza taka tutoe kama ni uwezo wangu ni MCS. You don't need MCS. Yes. Then we elevate the Senate. Ikuwe ina handle, you know, if we do only 8 counties, it is possible. Right now it's not possible kutoa MCS. But if kama tungekuwa na 8 counties, you elevate the Senate in a handle budget ya all the counties. Yes. They decide this month tuna handle budget zote tunataka kuangalia. Waachana na hizi PR wanafanya za national government, za national assembly zenye hawafai kufanya. Ati wanaita minister for interior, wanaita sijui nani, yet they cannot reprimand. That's not within their mandate. Wanafaa kuita kanjo or something. So they are toothless. No, they are not. They have a responsibility to oversight county government. Okay. But sometimes they wanna go beyond their mandate. Wanaanza kufanya kuita watu wa national government, which is not their mandate. National government ni yenu kama bunge, sio? Yes, National Assembly inafaa kuhandle national government. Wao sahi wangekuwa tungeongeza nguvu, watafute njia governors zao corrupt wote wakwe. The Senate ikiongezwa pesa, it can really help us in terms of devolution. Waache historia national government, wa focus tu na counties. Do you need the 47 counties imesimamiwa na wamama? In terms of gender, because of the world where we are going, you know, those seats are affirmative. Yes. If you don't have the women reps, then we'll be against the UN convention agreements that have been entered and signed by Kenya. Yes. Ya kwamba lazima tukue at least not one gender, inafaa kukuwa more than 2 that. So at least another gender ikuwe at that. Lakini siwe ni wakili na ilikuwa na sunset clause. Ilikuwa iende 10 years. Ama ilikuwa iwe vipi? You know, haituambia kwamba lazima ikuwe hivyo. Tuliambiwa we try and achieve such a goal within 10 years. Si unaona hata mimi nakuwa wakili karibu. Umeinterview watu mpaka umekuwa wakili. Sawa. Halafu do we need all these MPs? Tunaita MPs mara sijui Jeda. Do we need, kwa sababu kuna watu wanasema hivi Osoro that the financial implication of this constitution haikuangaliwa vizuri. Lakini nikwambie ukweli. In terms of watu wasitumie hiyo excuse ya financial economy, pesa kidogo sana ndio inakuja bunge in terms of hata tunaweza piga hesabu na wewe. The national cake ya Kenya in terms of contribution is about 2.4 trillion in terms of revenue that we raise.
in taxes. Yes. Budget ya Kenya is 4.1 trillion. Sasa nataka tupige hesabu. Tuko wabunge, for example, total plus senators about wekea 400. 400 wekea kila mbunge plus, although it is they earn 700,000, but wekea kila mbunge milioni ukisema story za allowance na travel. That is how much? 1 million times 400. 400 million. Ni milioni 400. Yes, times 12. 4.8 billion. Zeme 5 billion. Budget yetu ya Kenya ni 4 trillion. So 5 billion imeumiza nani? You know, watu usema tu hawa wabunge pesa ni nyingi wanakula nini, but angalia tu budget ya 4 trillion, toa tu wabunge peke yake 4 billion. Hiyo mshahara. But be that as it may, ukisema tupunguze wabunge, in any case, wewe mwenyewe umeniuliza maneno ya demarcation of county constituencies. If you do demarcation of constituencies today because of the population yenye na grow, vile tunaendelea tu kugrow. Kama sasa kwangu niko na 120,000 registered voters. Leo hii tukifanya demarcation of constituencies inafaa kugawiwa. Ichukue wangu 60 na hiyo nyingine ichukue 60. So tu na wabunge like 600. That is what I'm telling you. It is a challenge. It is a challenge. Otherwise, if we nikikuuliza sasa kama unatoka constituency gani? Kieni constituency. Sasa Kieni iko na 8 ward. Kieni ni Nyeri. Shikanisha hiyo Kieni uishikanisha na ile next hapo tuseme ni Nyeri town. Ama Madera. Ama Madera. Madera iko na 5 ward. Na unajuaje maneno ya Nyeri wewe Osoro? Mimi nimetembea Kenya bwana. Nyeri nimeishi maisha yangu nusu nimeishi na Wakikuyu. Hata kama wala watu waliniokota kwa street na Wakikuyu. Alafu Nyeri nimeishi hapo nilikuwa na ofisi hapo Mbaki House. Ulikuwa wakili? Ulianzia uwakili huko Nyeri? Nilianzia Hawking Nyeri, ndio nikaingia uwakili. Nikiona utakualia Gikuyu. Hapo Kakere Road najua yote, hapo Kingongo, hapo Rorengo, hiyo area yote mimi najua. Na nilienda kutembelea Dr. Kamara kabla hajakufa huko hiyo area. Hata tetu yote ninajua huko Gatombero, hiyo area yote ninajua. Najua kundwa giteka mugoda. Najua ni ile hiyo. Leo wacha tuingie kwa hii kitu inaitwa broad based government. Na kuna watu wanaenda na tumogoda na togoda tuigeboro hau. Hapo si ndio? Nitaenda nionyeshe hapo. Siwezi waonyesha mahali nimepanga watu ile wakati ya maandamano watu wataenda wabomoe wafukuze watu. Sasa Osoro Hivyo kuna watu wanasema ati hakuna hii kitu broad based government, ati sio broad based, inatukana ati ni bread based. Na watu wanasema ya kwamba kuna manunguniko, you know, tadwa mwale hile AUDM mataiga na gira kwa nini kule Gamera, you know kamo niwe Gamera. Let me tell you something. So what is happening? Tera tuile horwama. What itodona like now one of your MPs, I think ametoka kwako, niliona akisema sasa nyinyi hamwezi kutufunza vile tutakaa hapa. So what is happening? If you see someone like Sifuna, you know, we are seeing them. Unajua tunawaita hapa citizens. Hapa wanakuja tu, so we just see the utterances vile wanaongea. Where are we? Tuko wapi? Kana mnaenda kutigana mugetigane. Hiyo watu mmeongoja sana ikuji. Tinie niene kuona nyona kama kiali ole marai. Kwere kwanza. Niere. I completely do not like ODM and siasa ya baba. But for the stability of the country, there comes a time where my likes or dislikes do not matter.
saa hii baba ameshikilia na William Kenya vile hatukuwa tuna expect. Yes. You remember tulikuwa tumesema kwamba tutaki kusalimiana na yeye. Mlikuwa mmefocus sana. Yes, na nyinyi mkasema aende AU akianguka, watu nilisikia wakisema akianguka atarudi hapa aturuke. Alienda akaanguka akarudi akakuwa mkali zaidi na sisi. So hii yenye mnaona ya Sifuna na nini ni ku bring to confusion kidogo, but it is not serious. That is why nobody is demanding him. He can say whatever he says to excite some quarters of the country so that people can feel, watu watatoka. You know, ni mchezo watu wanachezewa. So the truth of the matter is, ODM is firmly in the broad-based government, and they are supporting the stability of this country. Wajua huwa anasema ati walimpatia experts, lakini chama haiko kwa serikali. Hiyo ni kufurahisha some political quarters. Hizo ndio tu ni vipindi. Siasa ni vipindi. By the way, umesalimwa na Gwata Francis. Unajua Gwata Francis? Najua Gwata Francis alikuwa hapo Mbake House. Ameniambia salimia huyo kijana wangu. Tulikuwa na Gwata Francis, tumsalimia mtu ya hali ya wewa. Huyo ni yeye amenigrow huyo. Huyo ni kama baba yangu, amenilea sana huyo. So sasa nimugakorwo hamwe na ODM kula ndumarauga nimurathondeka kiama kinene gitari kionekana. Kirathondekwo ri. Si chama. Ni nini mnatengeneza? Coalition. Of parties. Tunatengeneza coalition of parties kama Pentagon. Okay. And hata watu ya Mlima watakuwa wote. Acha hii maneno mnaambiwa sio mtu anashinda tu akisema sisi tumeachwa mnaachwa aje na half cabinet ni yenu. Lakini wanasemaga ati cabinet ati hawana accounting nini? Ati PS ndio wako na kazi mingi. Waambie wa resign basi. Lakini let me tell you. Mbona tuko na PSS pia wengi 20, half of them pia ni wa Kirema. Out of 52, 21 is from they're all from Mlima. 21 PSS. Kwa hiyo Kirema mativati kunegena. Honestly, let me tell you, and I think that is my point to Agekoyo na Ado Kirema. The problem na watu ya Mlima is that amuchaguangi viongozi, mnachagua hamtakangi kuchagua kiongozi ukienda kuvote. Unaenda na hasira kwenda kutoa kiongozi. Unajua kuna tofauti. Kufukuza. Kutoa kiongozi, yani gudhuru kwa. Ndurathie guthura wathie kuingata mundu. Exactly. Let me tell you. Na nitakupea example ya Kiambu kwa sababu mimi nafuatanga siasa ya Kiambu sana. Watu walikasirika na Kabogo ati ameongea juu ya Odoa Gui. Itakuwa Gui. Natumia. Then wakasema tutaenda kufukuza hii mtu. Hawataki kujua wataweka nani. Acha boga wajigwa makiuga terere mwe. Ate ucio twathie kuingata ucio uri uka. Exactly. That is why hata niliona leo Malala akiuliza watu Kiambu town. Ati ukiwekewa Ruto hapa na uwekewe sijui umbu hapa utachagua nani? Watu wakasema umbwa. So let me ask you a question. Ati uwekewe hapo uwekewe na sahani utachagua nani? Wakasema sahani. So sahani ikiingia shida zako zitaisha. Sahani ikiingia tena uanze kusema nitoa hii tena niweke hii. That is not how leadership is done. Na ndio maana kule kwetu viongozi wanachaguliwa na chama zote. Hakuna kitu ya wholesale ati nimekasirika. Shida ni ya nini? Kwenu kumekuwa na shida ya hasira mingi ati mimi nimekasirika sitaki huyu. Unaenda tu ukipiga kura unaanza kusema mbona tulifanya makosa, tena unataka huyu mwingine. So time and again you keep doing. Lakini this is the time Agekoyo na Ado Kirema Oze are going to be more confused. Why? Wakati mliambia Uhuru maliza uende,
Najua that's why nachina nikiambia marafiki zangu na adhoniwa wote nikwambia wacha hasira. Mimi unajua mimi watoto wangu ni wa Kikuyu. So kwa sababu mama yao ni kutoka huko. So I always tell them every time. Wacha hasira. Wakati Uhuru wakati alianza kujenga barabara nini mlimwambia bukuri barabara. Bure tu. You didn't even sit down to listen to him as a leader. Aya. Mkamwambia kunja barabara zako enda nyumbani. That's what you did. Adawakirema. Now, ukaweka Ruto. Immediately ameingia tena umeanza kusema ni mbaya. Lakini the difference between hiyo wakati na saa hii iko hivi. Wakati mlikuwa mnasema Uhuru ni mbaya, mlikuwa na option. Mnaanza chagua Ruto. Saa hii mnasema Ruto ni mbaya. Hamuna option, mtachagua nani? Sasa mtarudia hivyo miaka 7. So utachagua Rigathi? Huyo hayuko kwa ballot. As it is right now, sheria imruhusu asimame. As at now. By the impeachment. So when wamo impeach itakuwa? Any. Get impeached. So wathore todo we wakirire. So mundu atukite impeached na legenda exhausted options ciothe cia magoti-inĩ rĩ. No arugame. Thada ndakuria Rigathi wakacegwo no korwo 11 2027. Miaka 10. Kegwere. Okay, let me tell you. Tatatheria wega ndeto icio. Oso. Aya. Once ukiwa impeached leo. Officially impeached. Hawezi simama kiti yoyote, hata kama ni chairman wa Kettle Leaf, hata chairman wa majani. Now, public, as long as kiti ni public, you cannot hold public office. The only option unaweza kuwa nayo ni kwenda kotini. Vile Rigathi Gachagua ameenda kotini. Koti iseme hii process haikufuatwa vizuri. Koti haisemi maneno mengine, ikisema process haikufuatwa vizuri, basi utarudi usimame. You are not impeached. Okay. Utalipwa damages. Zile kama ulikuwa deputy president, hiyo miaka yote ungeserve, watakulipa mshahara, hiyo miaka yote wapige hesabu, and then baadaye wafanye nini? Ulipo hiyo pesa alafu uendelee unaweza simama kiti. Lakini koti ikisema process ilikuwa sawa. Na hata uende court of appeal, as long as process inaendelea, that is not a stay. Process tena ikiendelea, hakuna stay, hakuna, you are impeached. Until ufike Supreme Court yaamue pia kama ulikuwa impeached or not. That is why I'm giving an example ya Sonko. Sonko was impeached in Nairobi. Akaenda kotini, amestruggle kotini juzi wakati alienda kupeleka makaratasi ya IBC asimame governor Mombasa, alinyimwa cleared because alikuwa impeached. Rigathi Gachagua, once now the only solution you have, utasimama baada ya miaka I think 10. Okay. Is it 15? And there's a legal interpretation there over that. You will not fire. You're not eligible to hold public office. Okay, let's assume na support today a winning candidate or whoever. Candidate. When waheo gititakia minister kana ona takiwa nakio deputy president. Public office. Public office. You can't hold public office. Unakumbuka Waititu? Ako gerezani. Yes, alipewa mpaka kiti. Hii ilikuwa ya nini ya kusafisha hii ya Nairobi River Commission. Yes. Ndio alitoa kwa sababu ya impeachment. Yes, impeachment. That is public office. Hawezi. As long as it's a public office, you cannot run. You cannot. It is done. Okay. So wacha turudi kwa hii. So huu muungano mna ulaunch nini? Coalition ya nyumra methondekani. Na ODM wa coalition. Ado mapema bwana, na twatigaria miaka 2 na mweri umwe.
Ni mapema. Coalitions are made 3 months to elections. Raila Odinga ni akarogama. But I really doubt. Raila Odinga is tired and everything. Na kisimama mimi najua Mlima itarudi saidi yetu, lakini wacha kae. Teka gorie terere Osoro. So inyu muro ya Mlima atia. You know when we are not there. No, ado akrema mwe complicated anini, by the way. Mwe ado very emotional, ado daga konege na ado aideishi mi dio ye nike yani akere kuwa urutete mundu no me atota gutunya mutumia. Acio ni athoni wewe ginya ciana ciakwa anakaa tu hivyo sasa ni ndio wanapiga makelele hata kwako nyumbani watu we are noisy people tunapiga makelele. You do this, they complain. You do this, they complain. You do ili ukuje hapa another time. So what are chances ya President Dr. William Ruto winning again 2027? You see, let me tell you. It took a practical. What are his chances? One, winning 50 plus 1. Kenya ngima. Dawa githurano Kenya ngima. Na getting majority in parliament. Korelu muhana. Acha nikwambie. It depends on the opponent. Who is the opponent? If by now there is no opponent, unajua kama ni saa hii kura inapigwa saa hii, when now jina imeharibiwa, uongo zimespreadiwa nyingi, vitu nyingi watu wamepiga kelele, we can say something. But you see, wanasiasa tunapiganga hesabu yetu towards elections. Hatupigi hesabu saa hii. Na Kenya ni ile moja. You know, today you speak something different, kesho unasahau. You know, Kenya is a very interesting country. So, it depends. Usually, the winner in a country depends on the opponent. Right now, there is no opponent. They only know some few noise makers converging together. Kupiga tu kelele, kulima rais, which is normal. Walilima Kibaki hivyo, wakawekana pamoja, wakamlima. Eventually, Kibaki was sworn in hata kama ni usiku. You know? Hata Matiang'i hawezi bwaga rais. Huyo hata ndio mtu mwoga zaidi, hakuna mtu hapo. You know, what people think Matiang'i is not what he is. Unajua ametoka kwenu? Mimi hata tunashare na yeye ward. Wacha kusema tu kutoka kwetu. I'm his MP. So he is not a preferred candidate kwenu? Wacha Mlima, wacha Kenya. Kwetu, so far, of course, akona watu walikaa ni kama wanakaa kumwamini, but they'll be disappointed. That is a lazy character. Unajua wataniambia nimuite tena niwe na rejoinder. Mweke kwa sababu I can say that. You know, let me ask you. Wacha nikuulize tu swali yenye unajua na ni ukweli. Kila weekend sisi tumegawana team, tuko team 12. So we hold 16 rallies every weekend. Yes. From Friday to Tuesday. Mtakashtamfunguni sharti ainame. Ukiona mwanasiasa kazi yake ni TV na media peke yake, na atatokea kwa barabara moja, na kazi yake akiona raia mahali atio hao alipewa pesa, mimi naenda natural. Kama pesa iliweka hao watu, ni nini nimekuambia pesa haitabadilisha hao watu wakuje kwa saidi yangu? Why do people believe that if we buy a crowd, we can't buy votes? So idea you are saying that yes, nyinyi mnagoja opponent. Wale wanasema one term, mnagoja candidate wao nyinyi. Wao ni mgani? Na hao watu watakosana wote. Hakuna mtu hapo. Sasa watu lazy bwana. There is no even morale in their speeches. Wao uliona leo Kiambu vile wanaongea kama wamenyeshewa.
Alafu hiyo mirali sasa wamemaliza, wameenda nyumbani, wamepumzika, utawaona tena after 2 weeks. Unajua wanasema ati Mlima wako na 8 million. Hujajua hivyo? Wako nayo tu nani yako kwa ballot? Because sisi mimi na wewe tunajua watu wa Mlima. Tunajuana vizuri sana.